Wapendwa, karibu. Leo tufanye Bible study ambao tuone jinsi roho ya unabii inafaa kusomwa, kwa sababu mara mingi watu wengi husoma jinsi wapendavyo. Wanachukua ka script kamoja, wanaanza kuangalia, wanasema kuwa hiyo inamaanisha hivyo. Yule ambaye aliandika hiyo roho ya unabii, yeye ndiye anafaa kufanya nini? Kutuelezea alimaanisha nini. Unaposoma manuscript release volume 1 42.2 inasema hivi, ina haya ya kusema mahali highlight, inasema hivi: the testimony themselves will be the key that explain the message given as scripture is explained by scripture. Sasa na testimony should be explained by the testimony itself. Sasa leo ninawaalika tuangalie katika hii testimony ama roho ya unabii Ellen G. White alipoandika alimaanisha nini? Kwa sababu unapoangalia mara nyingi wale watu ambao wanasimamia Trinity, kuna quotes ambazo wanakuwekea, wanakuambia hiyo unaona inamaanisha watatu, lakini leo kuna understanding the difficult SOB quotes. Tunafaa kuunderstand kivipi? Kwa sababu ziko difficult kwa wengine kuelewa, lakini leo chukua kalamu na karatasi tuangalie, tunapo kuingiza mahali watu wa Trinity wanapokuwa wanakufinyilia kwa kona. Testimony yenyewe inaelezea, yule ambaye aliandika testimony ana majibu. Sasa tuangalie misunderstood SOP ya kwanza, kwa sababu wengi wanapokuletea kama hii ya kwanza ni Sermons and Talks volume 2 page 136 to 39 to 7 1899 inasema hivi: we need to realize that the Holy Spirit, who is as much as person as God is a person, is walking through these grounds unseen by human eyes. That the Lord God is our keeper and helper. He hears every word we utter and knows every thought of the mind. Sasa hapa tunafaa kujiuliza, huyu ni nani? Huyu roho ni nani? Na anatembea pasipo sisi kuona, unseen. Sasa tembea na mimi quote ambayo itatuonyesha. Tunafaa kujiuliza swali, who is this unseen person? Sasa swali tunafaa kujiuliza, who is this unseen person? Kwa sababu quote imetuambia unseen, he walks unseen. Sasa quote ambayo inafuata ni Ministers of Healing page 107 inasema hivi: Christ walk unseen through our streets with message of mercy, he comes to our homes. Sasa ule person ambao tumejiuliza who is unseen person, hapa tunaambiwa Ministry of Healing kuwa ni Kristo anatembea unseen katika streets. Quote ingine, the testimony to ministers page 88 inasema hivi: our fear realizing that Jesus unseen is walking by their side, how ashamed many could be to hear his voice speaking to them and to know that he had all their foolish common talk. Naona huyu ni Yesu ambaye anatembea kila mahali, the person unseen ni Yesu mwenyewe. Quote ingine ambayo inaonyesha who is unseen, Corporate Ministers page 107 ina haya ya kusema: the Lord Jesus standing by the side of carnivores, walking with them in the chief walker. If we recognize Christ as the one who is with us to prepare the way, the Holy Spirit by our side will make impression in just the lines needed. Unaona, tukirecognize Yesu kuwa pamoja nasi, Holy Spirit atafanya nini? Atatuonyesha njia. Sasa ukiangalia Southern Work September 13 1898 inasema hivi: that Christ should manifest himself to them and yet he invisible to the world was a mystery to the disciples. They could not understand the words of Christ in their spiritual sense. They were thinking of the outward visible manifestation. They could not take in the fact that they could have the presence of Christ with them and yet be unseen by world. They did not understand the meaning of spiritual manifestation. Mpendwa, unapoangalia
Mpaka hapa unaona ni Yesu ndio the unseen person. Koti ambayo inafuata inatuonyesha hivi, hizo zote tumezoma kuwa unapoangalia sasa ile the sermon and the talks ambayo ilisema we need to realize that the Holy Spirit who is as much a person as God is person is walking through these grounds unseen by human eyes, that the Lord God is our keeper and helper. He hears every word we utter and knows every thought of the mind. Sasa hapa tumeona kuwa hii quotes Ellen G. White alipoandika alikuwa anamaanisha the person who walks unseen ni Kristo mwenyewe, kwa sababu quotes hizi ambazo tumesoma kutoka nyuma tumeonyeshwa ni Kristo mwenyewe. Hivyo Ellen G. White alikuwa anamaanisha ni Kristo ana walk unseen, yani spirit ya Kristo inatembea unseen. So yule ambaye anakuambia the Holy Spirit as person as unapoangalia the Holy Spirit who is as much as person ni Yesu mwenyewe, ni roho wake mwenyewe ambao unatembea, si mtu mwingine watatu. Hivyo yule ambaye anasimamia Trinity unamwambia hii imepiwa na imeanguka, kwa sababu hapa hakuna mtu mwingine watatu, ni Yesu mwenyewe anatembea unseen. Sasa tuangalie quote misunderstanding quotes ambao wengine wanasema hivi. Ukiangalia Desire of Ages page 617 inasema hivi, sin could be resisted and overcome only through the mighty agents of the third person of the Godhead, who could come with no modified energy but in the fullness of the divine power. Sasa tuulize, huyu the third person ni nani? Who is the third person who can help us overcome sins? Hili ndio swali tunafaa kuuliza. Sasa tujibu hili swali kupitia kwa quote yenyewe, kwa sababu mwenye quotes akuandika hiyo quote na akamalizia hapo ama akakufa. Yeye ndiye anajua ni nini alimaanisha. Sasa unaposoma hiyo quote Desire of Ages 671, hapo hiyo topic tu ijaisha, unapata jibu. Inasema hivi, Christ has given his spirit as divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil and to embrace his own character upon his church. Unaona, ule ambaye anakusaidia ku overcome sin ni huyu, ni Kristo mwenyewe, si mtu mwingine. Haya, tuangalie quote nyingine, Evangelism page 275. Christ is present by his Holy Spirit. It is a spirit that brings conviction to the heart. As Christ celebrates this ordinance with his disciples, conviction come to hearts of all save Judas. So we shall be convicted as Christ speaks to our hearts. Unaona, yule ambaye atatusaidia roho zetu siweze kuongolewa ama kubadilishwa ni Kristo mwenyewe, si mtu mwingine, sio the third person ambayo watu wa Trinity wanamaanisha. Hapana, ni Kristo mwenyewe. Quote nyingine ambayo watu wanaweka ambayo ni misunderstood quote. Leo tunaangalia misunderstood quote kwa sababu the testimony inatuambia inafaa explain itself. Haya, hii quote ambayo inasema hivi, they are three living person of the heavenly trio in the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. These who receive Christ by living faith are baptized, and this power will cooperate with the obedient subject of heaven in their effort to live the new life in Christ. Hii quote mara mingi wanakuambia, unaona, there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wanaposoma hivi wanafikiria kuwa watakufunga. Sasa leo wacha quote yenyewe, the testimony itself explain. Sasa swali tunafaa kujiuliza, who are the three living person in heaven? Aya, tujibu hilo swali kupitia kwa quote. The signs of the time, June 1901, ina haya ya kusema, our sanctification is the work of the Father, Son, and the Holy Spirit. It is the fulfillment of the covenant that God has made with those who bind themselves up with him to stand with him. Him none, the Father,
with his son. Number 2. Haya, and with his spirit. Spirit ya nani? Ya Papa. In holy fellowship, have you been born again? Have you become a new being in Christ Jesus? Then cooperate with the 3 great power of heaven who are working in your behalf. Sasa hapa tumeonyeshwa jinsi Ellen G. White alikuwa anamaanisha ni nani hao watatu. Ukikoperate nao basi, kwa sababu hapa spirit imesema ni ya nani? Hii spirit ni ya Baba. Wacha niweke quote nyingine ambao inatuonyesha hiyo ni nini. Unaposoma Review and Errand October 26, 1996, the original quotes ile the testimony aliweka at supply brackets. Sasa hizi utaweza kuwa zimetolewa, lakini sasa hebu tusome the original quote. Inasema hivi: Christ has give his fellowship followers a positive promise that his ascension he could send them his spirit. Go ye therefore, he said, and teach all the nation, baptizing them in the name of the Father, now bracket, a personal God, and of the Son, bracket, a personal Prince and Savior, and of the Holy Ghost, sent from heaven to present Christ. Umeona hapa? Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the world. Mpendwa, unapoangalia hii yenyewe inajielezea. Hatuna haja ya kueleza kwa sababu imejielezea. Unapoangalia na hata quotes ambao inaelezea who are these 3 live heavenly being. Sasa hii letters and manuscripts volume 14 1899 inasema hivi: lift up Christ in his power in the person of the Holy Spirit. He is waiting for them to walk to them upon the door and admit him. His presence will thrill heaven nerves and muscle every organ will begin to perform its function, and the whole man will be restored to spiritual soundness as seen by the faith. Wapendwa, unapoangalia hizi quotes ambazo watu wanatumia champion Trinity, hazina umuhimu wa Trinity. Mwenye quotes amesema kuwa yeye mwenyewe ameelezea, ameonyesha who are these 3. Sasa unapoendelea wapendwa, unaposoma testimony for the church volume 9 198 inasema hivi 189, they have one God, a one Savior, and one Spirit. The Spirit of Christ is to bring unity unto their ranks. Yani umesikia yeye mwenyewe anamaanisha nini? Alikuwa anajua ni nini, anaelezea nini. Kuna Mungu mmoja, kuna Savior na Spirit hiyo moja, na Spirit ni ya nani? Ni ya Kristo, inaleta umoja. Haya, tunaendelea. Kuna misunderstood quotes ingine watu wa Trinity wanatumia kujielezea ama kujidefend. Leo lazima tuzione kama ni ukweli wanajidefend nayo ama mwenyewe alikuwa anamaanisha nini. Inasema hivi: there are 3 living person of the heavenly trio in the name of these 3 great power, the Father, the Son and the Holy Spirit. Yani kutoka hapa nyuma tumeona kuwa hizi 3 heavenly powers ni nani? Ni Papa, Mwanawe na Spirit ambao ni ya nani? Ni ya Papa. Amepeana hata kwa mtoto wake, Mwanawe Yesu. So hii quote ambao wanasema kwa 3 heavenly being, hiyo it is started and down, hiyo imeangushwa. Haya, tuone misunderstood quote nyingine ambao wanatumia kujidefend. Inasema hivi: the Holy Spirit has personality, else he could not bear witness to our spirit, and with our spirit that we are the children of God. We must also be a divine person, else he could not search out the secret which lies hidden in the mind of God. Aya, tunafaa kujiuliza, who is this divine person called the Holy Spirit? Ni nani huyu ambaye anaitwa divine person, anaitwa Holy Spirit? Sasa tujibu maswali kama hiyo, tujibu katika quotes. Quote ya kwanza inasema hivi: Letters and Manuscripts volume 14 1889 inasema hivi:
lift up Christ in his person, in his power, in the person of the Holy Spirit. He is waiting for them to open the door and admit him. His presence will lead every nerves and muscle, every organ will begin to perform its function, and the old man will restore to the spiritual soundness as he sees Christ by the faith. Naona word ingine inasema hivi, Letters 1:24 1897 inasema hivi, when toils overshadow the soul, remember the word of Christ. Remember that he is unseen presence in his person of the Holy Spirit. Unaona haya wapendwa, ni nyinyi mnaona, ukiwa unafuatilia utaelewa koti ile ambao wanatumia kujidefend hapa imewatoa. Sasa unapoendelea, unaposoma manuscript release volume 14 page 23 nasema hivi, compared with humanity, Christ could not be in every place personally. Therefore, it was also for their advantage that he should leave them, go to his Father, and send the Holy Spirit to be his successor. On the earth, the Holy Spirit is himself divested of the personality of humanity and independent thereof. He could present himself as present in all place by his Holy Spirit as the omnipresent. Unaona sasa, hiyo ndio quote inamaanisha. Sasa Yesu alikuwa anajimanifest aje, au is it that Christ can manifest himself to us? Hii tulijifundisha na watuma muende msome kule ile the Christ is two character, two natures of Christ. Enda muangalie hiyo video mtaelewa anajimanifest aje, kwa sababu leo ilikuwa ni kujifundisha chinzi the quotes zinafaa kuelezewa ama zinafaa kujiexplain zenyewe, chinzi Biblia inafaa kujielezea na the testimony should explain itself, kwa sababu mwenye aliandika yeye mwenyewe ndiye anafaa kuelezea, kwa sababu anapoandika hapa kwingine, ukisoma kwingine kidogo utaelewa. So wapendwa, na waomba msubscribe hii channel na muendelee kupata mafundisho zaidi. Asanteni na Mungu awabariki.